Shikamo baba. Marahaba. Shikamo bibi. Marahaba. Bibi, nimepata pesa. Nakupa kile kiasi ambacho unachohitaji. Tafadhali kalipie maji. Simona mama, nilikwambia Amina anatekeleza mambo yake kwa wakati. Vile ambavyo alikuwa unahangaika unapiga kelele, ilikuwa hajapata. Ilikuwa kuna haja ya kupiga kelele. Sasa kalipie maji. Asante kwa kunichelewesha kulipa maji. Meneja Rua, umejipangaje juu ya msanii wako Siki ndani ya mwaka huu kwenye kuwapa burudani mashabiki? Kwa sababu umekuwa kuna maneno mingi sana tunasikia juu ya msanii wako. Kwanza nafurahi kwa sababu kipindi hichi mnakuja wengi sana waandishi wa habari. Kwa hiyo nafurahi sana. Inaonyesha ni jinsi gani msanii wangu anawika. Labda nikwambie kitu ndugu mtangazaji, Siki ni msanii wa kipekee sana. Tena mwenye sauti ya kipekee, nzuri, nyororo, yenye kugusa mioyo ya watu. Sawa? Kwa hiyo umeshapata sasa kibana kifupi cha neno Siki. Tuna mengi tumeandaa na mengi yanakuja. Niongee tu na wale wenye tunawalisha kile ambacho anakitoa Siki. Tumeandaa vitu vingi sana kwa ajili yenu utazamaji. Vingi sana na vinakuja. Na hichi kilichopo sasa ni zaidi ya siku moja itakamilika. Hata kama itachukua muda, nitakushinda Turua. Unapambana kila siku kutafuta vipaji ili ushindane na Rua. Uone kama unajichosha. Nitafuta muda wa kupumzika basi. Isiwe kila siku Rua. Tafuta kazi za kufanya. Hilo swala unalopambania la kupotezea tu muda bro. Kwanza upya siwezi. Nadhani mwenyewe unafahamu yaliyonitokea ni yapi. Naelewa kaka. Lakini tafadhali naomba ulifikirie hilo. Hapana mume wangu. Shemeji anajua nini anafanya. Alafu yeye ni mtu mzima. Usimkatishe tamaa. Kwa sababu hichi ni kitu ambacho amekipambania kwa muda mrefu. Kwa nini umkatishe tamaa mapema hivyo? Kiwangu. Ameshafeli mpaka sasa. Wewe uelewi tu. Ile swala ameanza kulipambania kuanzia lini mpaka hivi sasa. Kashafeli huyo. Tayari. Nisikilize nikwambie. Kwanza hapa sija kufuata wewe. Nimefuata shimo wangu. Alafu wewe ushasema huwezi kunisaidia. Tulia babu. Sikia ngombe shemeji. Punguza gaza. Alafu pia haukuniambia kuhusu mchakato wako wa kutafuta sanii. Ulifanikiwa? Majanga tu shimo wangu. Kwanza hapa nilipo nadaiwa 300,000. 300,000 tena? Ndiyo. Basi usijali. Tutazungumza. Unajua siwezi kukuangusha. Najua shimo wangu. Sawa, hamna shida. Shukuru. Lakini nitapita.
hujaniambia huku ulikoenda kwenye usakaji wa vipaji. Naamini msaka vipaji atakuwa amefurahishwa na sauti yako. Hapana. Nilienda lakini kwa bahati mbaya nilichelewa. Kwa mara nyingine tena nimeshindwa kuonyesha kipaji changu. Usijali mwanangu. Kwa wakati mwingine najua utafanikiwa. Kwa namna ninavyojua unavyojua kuimba. Kuna wimbo mmoja kuimba. Yaani namuona mama yako, yaani si wewe ila ni mama yako. Mama yako alikuwa akiimba sana. Kama ni kurithi sauti ya mama yako. Tena mzidi. Na mama yako alikuwa akiimba, akialikwa kwenye vifa mbalimbali. Alikuwa anakuja na tuzo. Yaani hata kama tuzo hajaandaliwa lakini mtu atasema hapana kwa uimbaji huu. Kwa hiyo hata we mwanangu, usijali. Naamini hivi. Jambo ambalo linakuja kufanikiwa huwa linakuwa na mitihani. Kwa hiyo huu ni mtihani wako na unatakiwa ushinde. Na hata mama yako mpaka kuwa mwimbaji vile alivyokuwa. Samahani baba. Nani mwenzangu? Nini? Nakuja sasa hivi. Kuna nini? Subiri baba, nakuja. Kuna nini? Mbona mwanao aondoka haraka haraka hapa? Sijui. Amepokea simu haraka haraka bila kusema chochote, ameondoka. Najua unanificha. Endelea kunificha. Mimi ndiyo mama yako. Niache, naweza kutembea mwenyewe. Niache. Mariam. Nini hiki? Unalewa pombe kiasi hichi? Mdigi wangu. Bibi kipenzi cha roho yangu. Shoga yangu. Niambie. Niweza kwa nimekunywa, nimelewa, nimefurahi na marafiki zangu yani sijui hata nikuelezeje, ni shangwe tu nimepati. Natamani hata ungekuwepo kipenzi changu. Ila mbona huko ndani kumepooza sana? Hakuna hata muziki jamani. Nisikilizeni niwaambie. Yaani huyu kwa sasa hivi hamwezi kuelewana kitu chochote. Subirini kwanza nimpeleke chumbani akapumzike. Mama, hivi ndio unavyomfunza mjukuu wako? Kiasi ambacho analewa kiasi hichi? Mimi sijui. Sijawahi kumuona akilewa hata siku moja. Hujui nini mama? Wewe ndio umekuwa ukiwatenganisha wajukuu zako, ukiona mmoja ni bora kuliko mwenzie. Sasa huyu ambaye unamuona kwamba si bora, lini ameweza kufikia vitendo, kufanya vitendo kama hichi alichokifanya huyo ambaye unamuona ni bora kuliko mwenzie? Kwa hiyo umepata sababu ya kunishushua. Mariam hawezi kunywa kiasi hiki. Uende kuna sababu mwanangu. Mama, hakuna sababu yoyote. Haya ni matokeo ya malezi mabaya uliyomfunza mjukuu wako. Nini? Kwa hiyo hata wewe nimekulea malezi mabaya? Si ndio? Kwani kunywa pombe nini? Mbona kama starehe nyingine? Haina shida. Mbona mimi nilikuwa nakunywa na naendelea kunywa?
Hizi ni shida ndogo ndogo tu. Tabu yako ni nini? Niambie. We! Niache usinishike. Nilikuwa nawaambia kuwa mpunguze sauti, maana majirani watatusikia. Mnadhani watatuchukuliaje? Acha wasikie na wajue. Hichi ndicho tulichokipanda na tunastahili kukivuna. Basi baba. Achana nayo. Amina, mdogo wako umemkuta wapi? Ile simu niliyoipokea pale ilikuwa ni ya mashoga zake Mariam. Kwa hiyo wamenipigia na kuniambia kwamba Mariam amelewa. Kwa ndio nimetoka kwa kwenda kumchukua. Aha, mtoto mbaya wewe. Ukutaka kuniambia mimi bibi yake, ukatoka mbio hapa. Kama vile wakimbilia chooni. Bila kuniambia mimi bibi yake. Ndivyo hivyo. Mama, unataka kuunda kitu gani tena kipya hapa? Kwa hiyo wewe hujaona kosa alilolifanya huyu mwanao kwenda kumchukua mjukuu wangu bila mimi kujua, si ndio? Samani bibi, nilikuwa nimechanganyikiwa ndio maana nikashindwa kukuambia, ila naomba unisamehe.